Majina yangu ni Mjala Mwaluma, mzaliwa wa hapo hapo Majengo Singila. Kile ambacho kinachonishangaza ni kwamba leo tunaona mheshimiwa Shaki amezindua mambo ya kupeana titles za Singila, licha kwamba kuna mashaka na mambo ya hizo title. Swali langu tu lilikuwa ni moja. Title wakati zinapeanwa ni lazima kwanza beacon ziwe zimewekwa. Surveyor wakija wakifanya land picking, chukua majina, kitu ya kwanza lazima wafanye michoro na deed plan kutolewa mpya, na ile title kubwa inafaa kuwa surrendered kwa Ministry of Land, ndio hiyo crashed itoe new titles. So hiyo new titles zikitoka za wananchi, ile title kubwa itatoka kama imepungua. Swali ni kwamba Taita Saiso hawajawahi kuwa na title deed, na si mambo ya kubuni, iko on court record before Justice Madheka ambaye alikuwa anasikiza cross examining between Keriazi na wakili wa wananchi. Keriazi akakubali hajawahi kuwa na title deed. It is evident. Sasa tunauliza hizo titles za Singila Majengo zimetolewa kwa title gani? Sasa sisi tukasema hatutaki vita na mtu yoyote, iwe ni kiongozi mbunge wa Mwatate, iwe ni wananchi, hatuna vita na wao, lakini wafurahie hata kama wamepata title, washukuru. Lakini jambo moja tunajua kwamba title ikitolewa lazima surveyor wao wameweka beacon. Saizi tukisikiza ujumbe wa mheshimiwa Shaki ni kwamba watu wachukue title, beacon ziwekwe baadaye ili waionekana wapi. So mimi naomba Mungu atupe siku ukweli ujulikane, na ninajua one day zitakuwa recalled back either through court, either through ministry or whatever reason, either kupitia bunge, tujue wale waliotoa hizo subdivision walifata sheria, because tunaelewa kwamba wakati kesi ilikuwa inaendelea kotini kulikuwa na consent order ya two parties, chochote kisifanyike until kesi sikizwe na kumalizwa. 2021 na 2022 walileta surveyor. Hatujui wale surveyor walikuwa wanalipwa na kampuni ama walikuwa wanalipwa na serikali. So walianza kupima, na ushawishi mwingi walikuwa ni machifu ndugu zetu, wanasiasa, wakaribu the whole process wakati kesi inaendelea kotini. Sasa baada ya hizo mambo ya subdivision kuendelea, Keriazi ndio akaja kukubali hajawahi kuwa na title. Sasa tunauliza hiyo survey iliyofanyika Singila Majengo, ilikuwa ni mzungu anapatia watu shamba wakati hana title deed? Ilikuwa ni mzungu anapatia watu shamba wakati yeye mwenyewe sasa yeye ndio squatter wa wananchi? So sisi tunajua kwamba since kesi ilivyomshinda aliomba koti withdraw kesi yake ya trespass, meaning shamba si lake, shamba ni la wananchi. Sasa wale ambao wanasukuma, hata iwe ni governor Mwadime ajue ya kwamba kuna ukiukaji wa sheria, iwe ni Shaki ajue kwamba kuna ukiukaji wa sheria. Na tumeona kuna viongozi wamemislead serikali, wameipa wrong information na serikali ka act against the law. Tunaelewa kwamba tuko katika mfumo wa kisheria, nchi ambayo inaogopa sheria, inafuata sheria. So ikiwa watataka twende kotini kuchallenge title deed, tuko na grounds za kuchallenge hizo title deed. Wenye kuzitoa waletwe kotini, wenye kupeana waletwe kotini, watueleze process ile walifuata, because at the end of the day wanasaidia Taita Saiso kujisanitize. Hawana title na wajawi kuwa nayo, leo imetoka wapi? So tuna maswali mengi ya kuuliza. Na pili, waelewe kwamba si mara ya kwanza katika taifa la Kenya titles kutolewa na baadaye zinafutiliwa mbali kwa process ambayo haikufuatwa. Titles zimeitolewa mahali kwingi katika nchi ya Kenya na zikafutiliwa mbali na mahakama, na hiyo ndio process tutafata mpaka haki ipatikane. Sisi hatutatishwa na mtu yoyote, bora tunafata sheria. Na hili ni jambo ndugu yangu nataka liwe wazi kwa Wataita na serikali na nchi ya Kenya, wajue ya kwamba title ni maisha ya wananchi. Ukipeana title kwa njia ambayo si sawa, kesho zitaleta mushkil, kesho mtu atapeleka bank na hata ikose kutoa pesa. Tumewahi ona title nyingi, mtu anapewa na furahia, anaenda kuchukua mkopo, inaambiwa hii si genuine. So until when, na ndio maana tukamwomba Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto kwamba titles za pwani
zisipeanwe kiholela until genesis ya hizo mashamba zijulikane. Mtu hawezi jita investor na hawezi eleza alipata shamba namna gani. So tunampongeza rais kwa sababu nia yake ni nzuri ya kutoa pwani katika mambo ya uskwata, wawe na vyeti vya kumiliki mashamba. Lakini swali ni je, wanaomshauri kuhusu haya mashamba wanamwelekeza kwa njia iliyo sawa? Wamefuata sheria, wamefuata historia, wanaelewa kila wanafanya kweli? Because ushahidi mwingi huko na wananchi, watu wanajielewa. Lakini sasa ukiangalia kama ndugu zetu wa Singila Majengo wanapiga makofi, hawajui wanapigia nini makofi. Hizo titles ziko na shida, lazima zifanyiwe scrutiny. Zilipatikanaje, nani aliissue, na zilifuata sheria? Because sasa hizi tunaweza kuweka ombi kotini la contempt na tushtaki watu kwa sababu already wamevuruga. Kesi iko kotini bado ya Court of Appeal inaendelea, na kwa Court of Appeal tutaomba ili wale wanajaribu kuvunja sheria ya koti wakamatwe wote. Inawezekana hiyo. Lakini kwa sasa hatuna vita na mtu. Tunafuata process. Tumeambia bunge waje Mwatate na watakuja Mwatate ili julikane ukweli. Mzungu alipeana shamba kama nani? Ni nani aliissue process ya titling? Kama ni waziri, kama ni registrar wa titles, aletwe kotini, aletwe kwa vikao vya bunge, aeleze the process ile ambayo alifuata. I think that is the only way.